Tuelekea huko nyanda za juu kusini ambapo waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na wadau wa maendeleo ya kanisa wameomba kutoa sadaka ya ununuzi wa kiwanja cha kanisa kitakachosaidia wanafunzi wa chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya kupata sehemu ya kuabudu. Tupate taarifa zaidi. Ni Sabato ya kwanza ya ujirani mwema ya wanafunzi wanaosoma chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya toka watengwe kutoka kanisa mama la Maranatha na kuwa kanisa linalojitegemea. Huduma ya ibada kwa karibu katika chuo hiki imesaidia kwa kiasi kikubwa kupata wanafunzi wanaoshiriki kwa uaminifu ibada siku ya Jumamosi. Wanafunzi hawa tayari wanayo njozi ya ununuzi wa kiwanja na hatimaye waanze ujenzi wa kanisa litakalotoa huduma ya kiroho kwa karibu. Tunatamani sana kufanikisha jambo hili kwa sababu kama tunavyofahamu sisi ni wanafunzi, lakini mahali hapa tupo katika eneo la chuo. Hatujui ile hema hii ambayo Mungu ametupatia ya kuabudu mahali hapa na kutumia venue za chuo itaisha lini. Kwa hiyo ni tamanio letu tuweze kupata pesa kwa ajili ya kupata mahali ambapo ni pa kudumu kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Kama kanisa la Musti ni kanisa la kwanza kabisa katika mkoa wetu kutengwa kama kanisa la wanachuo, na hili limetupa hamasa kubwa kuanza kutafuta na kufanya harakati za kujenga kanisa nje ya chuo. Na hilo ni wazo zuri na pia tumelipokea vyema kwa sababu ni jambo ambalo litatusaidia sisi katika kuendelea kiroho. Endapo tutajenga kanisa letu wenyewe tunaweza kusali bila bugdha, bila shida yoyote ile. Jitihada za awali zimefanyika na tayari kiasi shilingi 800,000 zimepatikana. Moyo kujitoa baina ya wanachama na viongozi umefanikisha pia sherehe za kwanza kabisa za Sabato jirani mwema. Kumekuwa na mwitikio mkubwa sana na vijana jinsi ambavyo wanaongea kitakwimu, kwa kweli wageni walikuwa ni wengi. Hata ukiangalia idadi ya zawadi walizokuwa wameandaa, waliandaa vitabu kama 100 hivi, lakini vimeisha na bado wageni wengine wanakuwa bado hawana zawadi. Jambo la kwanza ni kuweka ushirikiano baina ya sisi washiriki au kanisa la Wasabato pamoja na marafiki zetu hawa. Ikumbuke ya kwamba marafiki ambao tumewalika si wa imani yetu. Kwa hivyo wanavyokuja kushiriki katika Sabato hizi, jambo la kwanza linatupatia urahisi katika utume, na hata tutakapoingia kufanya uinjilisti kuwatembelea katika maeneo wanapoishi, basi tunakuwa tayari angalau tumepata kuwa marafiki na kazi ya Mungu inaenda vizuri. Kwa mwaka huu tuna mpango wa kugawa vitabu 200 vya Pendo Silo Kifani, ambao huo ni mkakati ambao tunaendelea nao. Kwa neema ya Mungu kufikia mwezi wa 4 tutakuwa tumefanikisha huo mpango wa kugawa machapisho ya vitabu. Anastasia Marco na Lucas Doto ni baadhi ya wageni waalikwa ambao wameshiriki kwa uaminifu ibada hii, nao wameeleza jinsi walivyojifunza na kufurahia ibada hiyo ya Sabato ya wageni. Nimefurahi sana, nimejifunza mengi, imenipa ushindi ndani yangu. Nimefurahi sana sana sana, hata siku nyingine kuunganika na nyie, kusali pamoja. Nimefurahi mengi, nimejifunza kupitia Sabato hii ya leo. Nimefurahi sana. Kitu ambacho nimejifunza kwa siku ya leo, kwanza ni kushinda dhambi, kwa sababu dhambi imeonekana kama ndio anguko kubwa kwa sasa kwa dunia hii hapa. Kwa hiyo kwa mafundisho ya leo imenifunza kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Wanafunzi wa Kiadventista wanaosoma chuo hiki cha sayansi na teknolojia Mbeya, idadi yao ni zaidi ya wanachama 600 ambao kwa sasa uhitaji wao ni kiwanja na nyumba ya ibada ambayo inagharimu zaidi ya shilingi milioni 50. Waumini na wadau wa maendeleo ya kanisa wameomba kutoa mioyo yao kwa sadaka ya kufanikisha njozi hii kubwa. Nikiripoti kutoka katika chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya Mosti, mimi ni Baraka George, Hope Channel.